Yes, bana, huko nchini India limetokea tukio la kuhuzunisha na la kustaajabisha kweli kweli. Bana, video unaiona hapo, mzee huyo anajulikana kama Jitu Munda, mkazi wa kijiji cha Kojnar katika jimbo la Odisha nchini India. Na hiyo mfuko ambao unauona amebeba hapo, hiyo ni maiti ya dada yake ambaye alikufa miezi mitatu iliyoweza kupita. Sasa mzee huyu bana alijikuta kwenye wakati mgumu kufuatia kifo cha dada yake ambaye anajulikana kama Tikina, ambapo baada ya mzee huyu alihitajika kutoa fedha zilizokuwa kwenye akaunti ya dada yake ili kugharamia mila za mwisho na kujikimu kimaisha. Na mzee ana hali ngumu, lakini hata hivyo bana, jitihada zake zilikuwa baada ya maafisa wa benki kumtaka awasilishe cheti cha kifo ili aweze kuruhusiwa kuchukua fedha hizo katika akaunti ya marehemu bana. So kutokana na urasimu na kukosa msaada wa haraka, mzee Jitu alichukua uamuzi wa kuhuzunisha, na ambapo maafisa wa benki wanatajwa kwamba walimwambia hawawezi kutoa fedha mpaka mwenye fedha awepo. Lakini baada ya kutoa maelezo marefu kwamba ameweza kufariki mwenye pesa, lakini waliweza kumwambia haiwezekani, mpaka marehemu tunamtaka aweze kuja mwenyewe ndipo tuachie hizi fedha ambazo ziko kwenye akaunti hiyo. So kitu ambacho alikifanya mzee Jitu Munda bana, alikwenda makaburini na kufukua mwili wa dada yake huyo, kisha akaubeba hadi kwenye ofisi za serikali na benki kama ushahidi wa kifo, kwa sababu yeye alikuwa hana cheti na marehemu hawezi kuja mwenyewe, ikabidi akafukue mwili huo na kuweza kuuleta hapo bana. So picha na video za mzee huyu akiwa na mwili wa dada yake huyo zilisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, zikiibua hasira dhidi ya mfumo ya benki na viongozi wa eneo hilo kwa kushindwa kuwa na utu kwa watu wanyonge kama huyu mzee. Bana, kufuatia shinikizo kubwa kutoka kwa umma na wanasiasa, mamlaka nchini India sasa zimeingilia kati, ambapo benki imeamua kuachia jumla ya rupia 19,000 zaidi ya shilingi 600,000 za Kitanzania zilizokuwa kwenye akaunti hiyo. Lakini pia shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross limetoa msaada wa dharura wa rupia 30,000, takriban shilingi 950,000 za Kitanzania, ili kutolewa kwa mzee huyo kwa awamu mbili kusaidia maisha ya mzee Jitu Munda bana. Lakini serikali imeamuru uchunguzi rasmi kufanyika ili kubaini kwa nini mzee huyu alinyimwa haki yake mpaka ikafikia hatua ya kuweza kufukua mwili wa dada yake huyo. Lakini wakati Jitu Munda bana akipokea msaada huu, tukio hili labaki kuwa kumbukumbu chungu ya namna ambapo urasimu, maisha ya chini, lakini ofisini bana wanavyoweza kumdhalilisha binadamu ambaye anatafuta haki yake ya msingi katika wakati wa maombolezo. Bana, hem niambie hapo kwenye comment section, kama ni wewe ungefanya nini? Ungechukua uamuzi gani? Marehemu anatakiwa aende mwenyewe akatoe fedha zake ili aweze kumkabidhi mzee ambaye yeye ndio amebaki kwenye familia yake. Lakini bana, hem niambie, unadhani alichokifanya mzee ni sahihi ama ni sio sawa? Lakini watu wa benki nao na wengine ambao wako kwenye ofisi za utumishi wa umma bana, wanapaswa kuwa wakarimu na kuweza kujifunza vitu kama hivi bana, isije kafikia hatua hii hapa. Mimi naitwa Shak, hii ni Rema Media, lakini usiache kusubscribe, follow account yetu, lakini pia Instagram, Facebook pamoja na TikTok tunapatikana kama Rema_online TV.